Mpendwa unayenitazama na kunisikiliza, karibu sana. Tuzungumze pamoja, uwe nami dakika hizi. Hebu tuone mavazi ya mwanamke. Kichwa cha somo langu nitakalofundisha sasa ni mavazi ya mwanamke. Kabla hatujaendelea, na tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu wetu, nakushukuru kwamba umetuumba ukatuweka duniani na unao utaratibu tangu katika bustani ya Edeni. Ulitupatia mavazi. Adamu alipoanguka katika dhambi, basi ukatoa mavazi badala ya ile nguo aliyoifanya yeye. Basi tunapojifunza jambo hili kwa ajili ya wakati wetu huu wa sasa, naomba uwe pamoja nasi, tufunulie yanayotupasa. Tumia tu kinywa changu, sauti yangu kwa ajili ya neno lako. Kama chombo tu, Roho wako Mtakatifu ahusike kunena. Akinena Roho Mtakatifu atanena yale tunayohitaji sote. Huyu mtazamaji na msikilizaji na mimi pia, na kuhitaji Roho Mtakatifu uwe mwalimu. Katika jina la Yesu naomba hivi. Amen. Basi mpendwa, kama ambavyo nimekuambia, somo ni mavazi ya mwanamke. Kabla sijaendelea, nikupe kama utangulizi wa somo langu, nikiungana na Mtume Paulo anapoliandikia kanisa la Wafilipi. Ameandika kwenye sura ya 3 mstari wa 12 mpaka wa 14. Mtume Paulo anaandika haya ambayo hata mimi ningenena ninapoanza kufundisha somo hili. Anasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Nakaza mwendo niifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Naungana na Mtume Paulo kunena hayo. Sasa kwenye somo hili nilipotafuta na kuangalia katika Biblia, nilipata kwamba kuna mambo huwa yanaonekana ni madogo tu, saa zingine hayatiliwi maanani sana, yanaonekana kama sio ya lazima sana, lakini kumbe ni ya muhimu sana. Na hayo pengine yanaweza kutufungia katika ufalme. Utakuta kuna mambo mengine hata hayafundishwi sana hata kwenye kanisa, lakini kumbe hayo ndiyo ya muhimu, yanaweza kuwa kikwazo cha sisi kuurithi ufalme wa Mungu. Na mojawapo ya hayo ni mavazi. Yako na mengine madogo. Ukisoma katika Wimbo Ulio Bora sura ya 2 mstari wa 15, anaeleza juu ya mambo ambayo yanaonekana kama ni madogo, kumbe ndio yanatumaliza. Ameandika hivi, tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waiharibu mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Huyu mwandishi wa kitabu cha kitabu cha Wimbo Ulio Bora anachukulia hayo mambo yanayoonekana dhambi ndogo, makosa, machangamoto madogo yanavyoweza kuharibu utu wa mtu, au yanaweza yakaharibu uhusiano wa mtu na Mungu. Lakini katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 44 imeandikwa hivi, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyoidhani mwana wa Adamu yuaja. Tunapojiweka tayari kwa ajili ya kungoja Bwana, lazima tuangalie na yale mambo madogo ambayo Bwana ametuagiza katika neno lake tuyatende. Katika somo hili nitazungumzia zaidi mavazi ya mwanamke, kwa sababu ndio changamoto kubwa katika wakati wetu huu tulio nao sasa kwenye miaka yetu hii. Sehemu ya kwanza napenda kuzungumza juu ya mavazi kwa ujumla. Yaani mavazi kwa mtu awaye yote ile kwa ujumla. Kwa asili Mungu alipotuumba, alituvika vazi la utukufu wake ambalo
lilimfunika mwanadamu ili kuitunza heshima na thamani ya mwili, nafsi na roho. Alimuumba akiwa na vazi tayari kabla hata ya lile andiko. Kwa hiyo yenye kufunika mwili wake, nafsi na roho. Utakuta Adamu na Eva walikuwa uchi, lakini hawakuona haya na hawakugundua tofauti zao. Walikuwa wamepewa vazi lililowasitiri katika ulimwengu wa roho. Lakini hili vazi aliloliweka mwanadamu lilimfanya mwanadamu awe sawa mbele za muumba wake na mbele za mwanadamu mwenzake. Mavazi yanatunza heshima yetu na ya kutufanya tujisikie vizuri mbele za muumba wetu na mbele za wanadamu wenzetu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 25 imeandikwa hivi: nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Kwa hiyo walikuwa uchi, lakini hawakuona haya mbele za muumba wao. Na Mungu alikuwa anawatembelea kila siku wakati wa jua kupunga. Ukisoma pale kwenye kitabu cha Mwanzo, hawakuona shida wanapotazamwa na Mungu na hawakuona shida walipotazamana wao kwa wao, japo walikuwa tofauti maumbile yao, maungo yao. Na sasa baada ya anguko mambo yalibadilika. Vazi hili liliondoka kwao baada ya kula lile tunda la mti ambao Mungu alikataa wasile. Matokeo ya kuondoka hili vazi, kulitokea mambo kama 3 au zaidi. Jambo la kwanza, wakaanza kutafuta kuiona, wakaanza kuona tofauti ya maumbile yao, kwamba kumbe mimi nina maumbile tofauti na huyu mwanaume. Huyu mwanaume naye anaona kumbe mimi nina maumbile tofauti na huyu mwanamke. Tayari wakafunguliwa na kuona tofauti zao. Lakini cha pili, aibu ikazaliwa. Wakaanza kuona haya. Wakaanza kuonekana aibu sasa, wao kwa wao na bila shaka mbele za muumba wao pia. Maana walikimbia sasa hata hapo bustanini. Wakakimbia wasiweze kukaa hapo, wanaogopa Bwana atakapokuja baadaye Mungu atawaona wako tofauti na vile alivyowafanya. Akakimbia. Lakini hii aibu ikapelekea waanze kuona sasa haiwezekani wao kwa wao kutazamana na Mungu wao pia hawezi tena, hawezi kuwa kustahimili hiyo aibu mbele za muumba wao. Lakini jambo la tatu lililotokea, ushirika kati ya wao kwa wao na kati ya wao na Mungu ukatoweka. Maana ikawalazimu sasa wajifanyie nguo. Takuja kwenye neno hili nguo hapo mbele. Wakajifanyia nguo ili kuficha baadhi ya viungo vyao sasa wasiweze kutazamana kirahisi tena. Wakajifanyia nguo. Kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7 tunasoma hivi: wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua kuwa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Lakini Mungu kwa upendo wake na huruma zake akaamua kumsaidia mwanadamu ambaye ameasi agizo lake. Akamfanyia mavazi yaliyo bora. Unaweza kutafakari kidogo maana ya mavazi ya nguo na sifa zake. Mavazi ya ngozi na sifa zake. Kwa nini ngozi? Vazi la ngozi lina sifa gani? Unapofikiri juu ya vazi la ngozi, kimojawapo ambacho ufikiri ni kwamba pamoja na uimara wa ngozi, lakini jambo lililo kubwa, vazi la ngozi, ukisikia ngozi ni ya mnyama, kwa hiyo inagharimu kumwaga damu. Kifo kikazaliwa hapa. Tayari umwagaji damu, Mungu akaona thamani ya mwanadamu inapita thamani ya mnyama. Akaamua kumuua mnyama apate ngozi ya kumvika sasa huyu aliyekosa. Uone kwamba Mungu anathamini mavazi. Akaona sasa ni muhimu kwa hiki kitendo kilichotendeka, ili mwanadamu arudi kwenye heshima yake, lazima apewe vazi. Sasa unaona, wao walishona nguo za majani, lakini Mungu akawapa mavazi. Kuna tofauti kati ya mavazi na nguo. Kumbe nguo, chochote anachovaa mwanadamu kujificha kisicho msitiri kinaitwa nguo, lakini Mungu katengeneza mavazi. Kwenye Mwanzo sura
ya 3 huo mstari wa 21 ndo ameandika, Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika mwenyewe Mungu. Hebu tutafakari kidogo. Mwanadamu alijifanyia nguo kwa kushona majani ya mtini. Kwa hiyo nguo zozote anazozipenda mwanadamu ambazo hazimpi Mungu utukufu, muumba wao, thamani yake ni sawa na majani. Ndiyo maana kwanza hazifichi aibu ya mtu, zinaonyesha uchi wa mtu. Lakini pili, hazimpi heshima mtu, zinampa aibu. Lakini cha 3, nyingi zinanunuliwa kwa bei kubwa, lakini zinashusha kabisa thamani ya mtu au mwanamke anayezivaa. Unakuta hazileti heshima. Hazileti heshima. Ni za bei kubwa zingine, lakini hazimpi heshima huyu mwanadamu. Lakini hebu tuone vazi alilofanya Mungu lilikuwa la namna gani. Mungu alifanya vazi la heshima. Mungu akamfanyia, tunasoma hapo, Mungu alimfanyia mwanadamu vazi lenye thamani kubwa, lililo imara, ambalo linaweza kurudisha thamani na heshima ambayo mwanadamu alikuwa ameipoteza pale kwenye bustani ya Edeni. Akarudisha walau heshima na thamani yake. Hii tunasoma kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21. Imeandikwa hivi, Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Mstari huu wa Mwanzo sura ya 3 hii mstari wa 21 unaonyesha tofauti. Hebu noti kitu hiki muhimu sana. Kuna tofauti kati ya nguo na mavazi. Na tena ipo tofauti kati ya neno mavazi na vazi. Mungu hapa alichowashonea ni mavazi. Halikuwa vazi moja. Maana yake wafanyia Mungu ni mavazi, sio vazi. Hapa neno hili linadokeza aina au idadi ya mavazi zaidi ya vazi moja. Pia jambo la pili linadokezwa kwenye mavazi hayo, linaonyesha tofauti ya mavazi ya Adamu na mavazi ya mkewe. Mavazi ya mwanamke na mavazi ya mwanaume inadokeza tofauti. Yaani Adamu na mkewe walishona nguo za aina moja za majani, lakini Mungu anawafanyia mavazi ya aina tofauti. Ndiyo maana anaagiza kuwa mtu avae mavazi aliyopewa. Ndio ameagiza hivyo. Ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 22 ule mstari wa 5 imeandikwa hivi, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa maana kila afanyaye mambo kama hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Hebu nikurudie, sikiliza vizuri. Anasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa hiyo alitengeneza Mungu. Ndio maana anasema hapa kwenye Kumbukumbu la Torati, toka pale kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3, ametengeneza mavazi ya tofauti kwa mwanaume na mwanamke. Yametofautiana, hayakuwa ya aina moja kama pale majani ambayo walitengeneza wao wakajivika, yalikuwa ya aina moja. Hapa andiko linasema mwanamume ana mavazi yanayompasa, lakini mwanamke ana mavazi yake. Hapa hebu tujiulize swali. Nina maswali mawili hapa ya kutafakari, ujiulize. Ni mavazi gani yanayompasa mwanamume? Ni mavazi gani? Na ni yapi mavazi ya mwanamke? Yapi mavazi ya mwanamke? Yapi mavazi yanayompasa mwanaume? Hili utanisaidia na wewe mwenyewe kujibu. Kwa hiyo pana tofauti kubwa. Na Mungu anasema basi tusiingiliane, kila mtu abaki kwenye mavazi ya kwake. Lakini kuna changamoto siku hizi zetu sasa. Kwenye hizi siku zetu watu wanasema kwa mfano kuna suruali za wanaume na wanawake. Sijui hizi zinakuwa za aina gani. Sijui kama wanasoma wapi katika Biblia na wanaingia nazo hadi makanisani ibadani, na sisi wachungaji tunanyamaza kimya. Unakuta
wala mchungaji wala mzee wa kanisa, kimya, hawakemei. Mtu amevaa suruali imebana kabisa na ingia ibadani, hakuna anayemkemea. Unakuta wanawake wanaacha kuvaa, kwa mfano anaweza kuvaa sketi fupi kabisa, inaacha mpaka magoti yako nje, mapaja ni kama nusu uchi, anaingia nayo mpaka kanisani, na wachungaji tunyamaza kimya. Labda ni yake mwenyewe, lakini pia yako ni sketi ndio, lakini ikoje? Unakuta anavaa mwingine sketi ndefu kabisa inafika miguuni, lakini inaangaza, inaonyesha kila kitu. Na bahati mbaya zamani pale kulikuwa na kitu kinaitwa underskirt ya kutanguliza ndani ya nguo zingine. Sasa hivi hawavai, watu wa siku hizi hawavai, iwe ni vijana ndio zaidi, lakini hata kina mama, mtu mzima unakuta amevaa nguo inaangaza tu. Siku hizi akivaa tu hiyo tight ya ndani, basi unakuta kabisa mpaka yani inaangaza, iko wazi, amevaa tu. Lakini nyingine ni ndefu mpaka hapo miguuni, ukigeuka huko nyuma inampasuo mpaka unaonyesha na hiyo tight aliyovaa ndani. Je, kweli ni sketi, ni ya mwanamke, lakini huu mshono ndo alioagiza Mungu? Tutaangalia hapa mbele vifungu vya Biblia vinavyoonyesha. Lakini wanavaa watu kama kitu kama vimini vimeacha magoti na mapaja nje, wanaingia navyo mpaka makanisani, wanakaa, hata kemewa na mzee wa kanisa wala mchungaji, kimya tu ibadani. Ni hali ya kawaida. Wengine hata ni wahudumu, ni mzee wa kanisa kabisa, amevaa na joho la uzee wa kanisa na hudumu pale. Hakuna anayeweza kukemea vitendo hivyo wala kusema lolote. Wachungaji tumenyamaza. Je, hii ni haki? Hawa wasaidiwe na nani? Wengine hawajajua mambo hayo, wanafikiri kama dunia inavyokwenda wanaweza kwenda hivyo. Katika Agano Jipya Mtume Paulo ameeleza kuhusu mapambo ya kuvaa mwanamke. Kwenye waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 19 ameandika Mtume Paulo mavazi yetu hivi. Anasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Kwa hiyo hapa Mtume Paulo anataka kusema kinachotazamwa hapo ni usitiri wa nguo, sio thamani ya nguo. Sio ni ya nguo ni ya thamani gani, ni ya viwango gani, bei gani, thamani gani. Kuna nguo zile za gharama kubwa lakini hazimsitiri mwanamke. Hapa Paulo anachotaka kusema ni usitiri wa mavazi. Inafunika viungo vyako vizuri mwanamke? Au hata ukiingia ibadani wewe mcha Mungu, hapa nazungumzia mavazi ya mtu wa Mungu. Unaingia ibadani, hata unayotumika ni mzee wa kanisa, watu wanaweza kutulia ibadani, uwepo wa Mungu wakawepo, au mavazi ya huyu mtumishi anayetumika au aliyekaa hapo ibadani mbele, wengine wanamtazama, wanaweza kuona kwamba yanapiga kelele kiasi cha kuto kuisikia na kutulia kwenye ibada. Pengine mavazi yetu yanapiga kelele hata kuzuia ibada na mahubiri ya neno la Mungu tusiyasikie. Na saa zingine unaweza kukuta hata mpaka na sisi wachungaji hasa wa kike. Asante Mungu kwamba makanisa mengine kama hata ninakotoka mimi tunavaa majoho. Lakini je, huyu mtumishi baada ya kutoa lile joho anaendelea na huduma zake zingine, au sio siku ya ibada, mavazi yetu yanakaeje? Yanampa Mungu utukufu au yanapiga kelele kiasi kwamba hata mtu aliyekuwa duniani anasema niende kanisani, akifika kuona hata anayeongoza ibada tu, akaona hata hao Wakristo walioko kanisani wamekaa, hao wazee wa kanisa wanaohudumu, anaona basi si bora tu kule duniani, si bora tu amekimbia wanawake makahaba kule baa, kule kwenye magesti na kwenye mabaa, anafikiri aje kanisani, anafika huku nako ni yale yale. Je, mavazi yetu yanafanya utulivu wa ibada kwetu na kwa wengine?
Unapokaa unajificha ficha tu bila raha ibadani, unajifunika funika na kukivuta hicho kimini kirudirudi hivi, kina kuondolea utulivu wewe mwenyewe, lakini kinawaondolea utulivu wengine wanaoabudu pale ndani. Inaharibu usikivu. Mavazi yetu yanapiga kelele kuzuia injili ya Kristo isifike kwenye mioyo ya watu. Inakuwa majaribu. Na basi Mtume Paulo anavyosemea hivyo, anataka kusema kwamba vazi lisilomsitiri mwanamke linaitwa nguo, lakini Mungu alituandalia mavazi. Basi nguo imeshonwa na mwanadamu kwa majani ya mtini. Maanake hivyo vimini na nguo fupi na zinazoangaza na suruali kwa mwanamke, hizo zinawakilisha aliyoyatengeneza Adamu ya majani, na Mungu akaona hayafai, akamfanyia vazi. Hili vazi tu alilompa Mungu, ambalo Mungu akamtengenezea Adamu na Eva, ndio ni la thamani. Vazi alilolifanya Mungu limebeba usitiri, limebeba heshima kwa mwanamke, limebeba thamani na adabu na uzuri na moyo wa kiasi. Kwa ujumla linamheshimisha mwanamke. Hili ndilo Mungu analotaka tuvae, na mioyo yetu huwa inashuhudia, tujitazame. Lakini jambo jingine, jambo la pili yake hapa, hebu nizungumze kuhusu thamani na nguvu ya mavazi ya mtu wa Mungu. Uwe ni Mkristo raia, mtu wa Mungu, wewe uliyeokoka, unayemwakilisha Bwana, dunia inamtazama Kristo kupitia wewe, hao wasiomjua Mungu wapate kuokolewa kupitia wewe. Hebu tuone kidogo hapa kufuata Biblia, thamani na nguvu iliyomo katika mavazi ya mtu. Jambo la kwanza, mavazi yanabeba utambulisho wa mtu. Yanatambulisha kwanza cheo. Ukisoma katika Wafalme wa Pili, kitabu cha pili cha Wafalme, ile sura ya kwanza, mstari wa 7 mpaka wa 8, ni kuhusu Mfalme Ahazia. Mfalme Ahazia anauliza aina ya mtu aliyekutana naye, wale watumishi wake. Imeandikwa hivi, Ahazia huyo nasema akawaambia, inaanza mstari wa 7, akamwambia, je, mtu yule aliye watokea akaonana nanyi akawaambia maneno hayo, alikuwa mtu wa namna gani? Wakamwambia, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka la ngozi kiunoni mwake. Naye akasema, ndiye yule Elia Mtishibi. Yaani waliposema tu kwamba alikuwa amevaa vazi la manyoya, alafu ana mshipi, amejifunga shuka la ngozi kiunoni mwake, walipoeleza aina ya uvaaji na aina ya mavazi aliyovaa yule mtu wa Mungu, Ahazia akatambua moja kwa moja kwamba kwa mvao huyo ni Elia Mtishibi. Kwa hiyo hapa mavazi yalimtambulisha Elia Mtishibi kuwa ni nabii wa Mungu. Mavazi yetu, watu wa Mungu wa Kristo, yanatutambulisha kwamba huyu ni Mkristo, au yanalingana tu na watu wa dunia hii? Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati cha pili, sura ya 18, mstari wa 29 mpaka 33, utapata habari ya mfalme mmoja. Mavazi yalitaka kusababisha auawe badala ya mfalme mwingine. Hebu nikusomee mistari hii. Ni mingi, sitasoma yote kwa mfululizo. Nitasoma, ni habari ile utaisoma mwenyewe kwa wakati wako, lakini nasoma tu hii mistari michache. Mstari wa 29 mpaka wa 33. Ukipata muda kasome tu kwa upana iliyotokea. Huyu mfalme angeuawa badala ya yule aliyetakiwa kuuawa. Bahati yake tu akanusulika. Mavazi yalimtambulisha. Imeandikwa hivi, mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, nitajibadilisha na kuingia vitani, lakini wewe uvae mavazi yako.
Mfalme wa Israeli akajibadilisha, akaingia vitani. Manake akavaa mavazi ya kiaskari ya kijeshi pamoja na wanajeshi wake, kajichanganya huko. Basi lakini mfalme wa Israeli akajibadilisha, akaingia vitani. Basi mfalme wa Sham, huyo Yehoshafati, alikuwa ameamuru, sio Yehoshafati, samahani, mfalme wa Shamu, yule adui yao, alikuwa amewaamuru wakuu wa magari yake 32 akisema, usipigane na mdogo wala mkuu, ila na mfalme wa Israeli peke yake. Yaani unakuta hapa sasa mfalme yule wa jeshi linalokuja kuwapiga amewaagiza watu wakadili na mfalme tu wa Israeli. Kumbe huyu mfalme wa Israeli amekuja rafiki yake mfalme wa Sham, rafiki yake huyu mfalme Yehoshafati. Halafu anamwambia, bwana wewe vaa tu mavazi ya kwako ya kifalme hayo, mwenzio anajibadilisha. Na huyu yeye anajibadilisha vai ya kijeshi. Huyu Yehoshafati naye anakubali kweli. Sasa ona kilichotokea. Mstari wa 32 anasema hivi, ikawa wakuu wa magari walipomwona Yehoshafati wakasema, huyu ndiye mfalme wa Israeli. Wakageuka juu yake ili wapigane naye. Naye Yehoshafati akapiga ukelele. Ikawa wakuu wa magari walipoona sio mfalme wa Israeli, wakageuka nyuma wasimfuate. Naona hapa sasa, ukipata muda soma kwa muda wako, soma kwa upana, utajua hapa. Mavazi yalimtambulisha cheo, yalitambulisha cheo cha mfalme. Akajua ndiye mfalme. Bahati nzuri tu aliyopiga kelele wakatambua, maana walikuwa wanamjua. Kwa hiyo mpendwa, mavazi ni utambulisho, yamebeba utambulisho. Mavazi yako yanakutambulisha vipi? Yanakutambulisha kahaba au mtu aliyeokoka, mlokole? Yanakutambulishaje mavazi yako? Kuna tofauti kati ya mavazi ya mtu wa duniani na wewe. Mavazi ya mtu ambaye hajaokoka, hajamjua Mungu, hajampokea Yesu Kristo, na hayo unayovaa wewe, yana tofauti. Kama yanafanana tu, hapa Mungu anasema kitu na sisi watu wa Mungu. Mavazi yetu yanabeba utambulisho. Na hata hapa duniani utakuta watu wa kazi fulani, wanajeshi wana mavazi yao. Ukienda hospitalini, madokta, manesi wana mavazi yao. Ukienda sehemu nyingi watu wana sare ya kwao inayotambulisha au ni mtu fulani. Kwa hiyo tuna utambulisho wa mavazi yetu. Mavazi yetu yaendane na sisi tulivyo. Lakini jambo la pili, thamani na nguvu ya mavazi yetu. Jambo jingine hapa ya kwanza nimesema yanatambulisha nafasi ya mtu, cheo cha mtu, tabia ya mtu. Sasa jambo la pili, mavazi hapa ya kwanza ni cheo, lakini cha pili, mavazi yanatambulisha tabia ya mtu. Wewe ni mtu wa tabia gani? Yanakutafsiri. Mavazi yalimtambulisha Tamari kama kahaba mpaka akazini na mkwe wake Yuda na kuzaa watoto mapacha, Peres na Zela. Yaani mtu, mavazi, kwa sababu ya mavazi tu yakabeba tabia. Huyu Yuda akajua huyu ni mwanamke kahaba. Kumbe sio kahaba. Wakati huyu Yuda, mzee Yuda alikuwa amefiwa mke wake. Sasa ukitasoma vizuri kwenye Biblia mwenyewe utajua. Sasa akajua, anapita anajua ni kahaba. Hebu tusome uone kwenye Biblia kitabu cha Mwanzo sura ya 38 mstari wa 13 mpaka wa 25. Sasa nitaruka, nitakusomea tu mistari ambayo uione, lakini wewe ukiwa na nafasi soma yote. Mimi nitaruka tu ile ninayotaka ujue, sababu ni parefu, siwezi kusoma pote. Mstari wa 13 mpaka wa 25. Kwenye mstari wa 13 nikianza na anasema hivi, huyo Tamari akapewa habari kuwa mkweo anakwenda Timna akate manyoya ya kondoo zake. Basi akavua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika uso, akakaa mlangoni pa Enaim karibu na njia ya kwenda Timna, maana aliona ya kwamba Shela amekuwa mtu mzima, wala hakuozwa awe mkewe. Yuda alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Akageuka kando ya njia akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Akamuuliza,
utanipa nini ukiingia kwangu? Manake Tamari sasa anamuuliza mkwe. Tamari anamfahamu mkwe hamfahamu Tamari. Akamuuliza, Tamari anauliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Utasoma pale alivyompa. Sasa kutoka huo mstari wa 16 naruka mpaka mstari wa 24. Mstari wa 24 unasema, ikawa baada ya miezi 3 Yuda akapewa habari kwamba mkweo Tamari amefanya uzinifu, naye ana mimba ya haramu. Yuda akasema, mtoeni ateketezwe. Mstari wa 25, alipotolewa alipeleka watu kwa mkwewe akisema, mimi nimepewa mimba na mtu mwenye vitu hivi. Manake ndo vile alivyompa vile. Akasema, tambua basi vitu hivi ni vya nani? Unajua ni aibu. Lakini sababu ni nguo. Vitu gani hivi alikuwa amevipokea? Pete hii na kamba hii na fimbo hii. Ndio alivyovipokea. Sasa unanipa nini? Akakubali, akampa hivi vitu. Na huyu mwanamke alikuwa na akili kwa ajili ya hilo alilolisema. Hajapewa yule Shera aliyetakiwa apewe, aolewe tena. Maana aliyoolewa nao wamekufa. Anataka tena aolewe na huyu mdogo. Kwa hiyo akajifanya hivyo ili kwa sababu ya kwamba kwa nini hampi haki ya kuolewa. Sasa Yuda akafikiri, mstari wa 26. Yuda akafikiri, akasema, yeye ni mwenye haki kuliko mimi, kwa kuwa sikumpa Shela mwanangu, wala inasema wala hakumjua tena baada ya hayo. Unaona mkwe alipopata shida. Yakobo alipata, huyu Yuda alipata shida. Yuda akapata shida kwamba kumbe amezini na mkwe, amelala na mkwe. Jambo hili limpa shida, na hapa Biblia inaweka wazi hakurudia tena kuendelea kutembea na yule mkwe wake, maana yake alijisikia vibaya. Kwa hiyo haya mavazi, mpendwa, aina ya mavazi na uvaaji wake hata katika siku hizi zetu za leo imekuwa sababu ya kuongezeka kwa zinaa katika jamii. Siku hizi tunasikia habari za zinaa kati ya baba na binti wa kumzaa, kaka na dada wa tumbo moja, ubakaji wa watoto wadogo na ulawiti. Inasikika kuwa wengi wanadhani kwamba ni mambo ya kishirikina na kichawi. Ni kweli labda na hayo yapo, lakini mimi ninachojua pia jambo la mavazi linachangia kwa sehemu kubwa watu kuingia kwenye dhambi kama hii. Shetani ametumia huo mwanya, kwa sababu hiyo kuna kumeleta mmomonyoko wa maadili na uchafu huo wote unaotendeka kwa sababu ya mavazi. Unakuta kwamba binti anakaa sebleni, anaangalia saa zingine TV za mapenzi, kuna baba, kuna kaka, wako wote familia pale. Alafu saa zingine kwa hiyo yuko pale au anapita mbele ya baba, mbele ya kaka, amevaa kimini, amevaa penzi, amevaa bukta, amevaa suruali iliyobana, na hakuna mtu anayeweza kumkemea wala kusema naye. Siku hizi watu wanasema ni kawaida. Na bahati mbaya sana unakuta saa zingine hata kwenye nyumba zetu wachungaji na wainjilisti na watumishi kabisa, hana mchungaji yuko tu na watoto wake pale wametwangia suruali, ni sawa tu, hakuna shida. Watoto wanavaa vinguo vifupi, tunatazama tu, nasema ndo siku hizi. Lakini jamani, Biblia imekataza mambo haya. Mungu anataka tubadilike. Hebu turudi, neno linasemaje? Yesu anarudi, anataka tujiandae. Ipo wapi tofauti kati ya watu wa Mungu na watu wa dunia hii? Hebu tuangalie, tuanze, hebu tufanye, turudi kwenye misingi ile tuliyofundishwa. Wewe toka majumbani mwetu hatukemei, na mpaka makanisani washarika wanaingia hapo ibadani, wanakaa wamevaa nusu uchi. Hakuna mzee wa kanisa anakemea, hakuna mchungaji anakemea. Hata na sisi wenyewe tunavaa hivyo. Tunalipeleka wapi kanisa? Tunapeleka wapi familia? Tunaposema ni wakati huu, tunakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na agizo la Mungu. Lakini Mungu katika Biblia amekataza kufunua utupu wa mzazi na wa ndugu wa karibu.
Haya mavazi yamefanya sasa baba anamuona mtoto na maumbile yake. Na unajua watoto wengi kama hawa mabinti, wengine wanafanana hata sura na mama yule. Hasa zingine anafanana sana. Sasa anatokea amebana kasuruali kamebana kabisa, na huo mwili maumbile yetu wanawake. Na kaka wanatazama vile, baadaye wanaingia wanaanza kufikiri vitu vingine. Hayo kweli shetani pamoja na nguvu za kishirikina ambazo mengine yamekuwa mengi sasa kutoka kuzimu, lakini pia shetani ameweka hayo mavazi yasiyofaa yawe kishawishi cha watu wengi kuanguka. Katika Ezekieli sura ya 22 mstari wa 10 imeandikwa hivi: ndani yako wamefunua uchi wa baba zao, ndani yako wamemfanya nguvu mwanamke asiye safi wakati wa kutengwa kwake. Lakini Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 6 mpaka wa 17 kumeandikwa mambo mengi pale. Ukiwa na wakati kasome mwenyewe hiyo Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 6 mpaka 17. Wamefafanua sana kuhusu undugu. Mistari hii inasema kwa upana kukataza dhambi au laana ya kufunua utupu wa ndugu na jamaa yako wa karibu. Lakini mavazi yamechangia haya yanatokea sasa. Kipengele cha mwisho nizungumze na wewe mavazi ya mtumishi wa Mungu. Mavazi ya mtumishi wa Mungu yanapasa yaweje? Mbali na mavazi ya kawaida ya kila siku tunayoyavaa watumishi wa Mungu au wa kawaida pamoja na ya wengine watu wa Mungu, mtumishi wa Mungu anayesimama madhabahuni pa Mungu anatakiwa aweje? Huyo mchungaji, huyo mwinjilisti, huyo mzee wa kanisa, huyo mtumishi aliye karibu, anayesimama madhabahuni, anayehudumu, anayebeba huduma. Mungu alimwambia Musa kufanya mavazi ya watumishi wanaotumika madhabahuni. Tena hayo yalitofautiana aina yake kufuata nafasi zao za huduma. Kwanza tunaona mavazi ya kuhani mkuu Haruni. Kwenye Kutoka sura ya 28 mstari wa 4 imeandikwa hivi: na mavazi watakayo yafanya ni haya: kifuniko cha kifuani na naivera na joho na kanzu ya kazi za urembo na kilemba na mshipi. Nao watawafanyia Haruni nduguyo na wanawe mavazi matakatifu ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Kumbe mbali na mavazi ya kwetu kwenye huduma ya kikuhani, kuna mavazi yanayoitwa mavazi matakatifu. Yanaitwa mavazi matakatifu. Ndo haya yameorodheshwa hapa. Kuna joho, kuna kanzu, kuna kilemba, kuna mshipi. Haya yalihusu Haruni na watoto wake. Lakini mstari haya hasa yanalenga kwanza, huu mstari wa kwanza unawataja wote. Lakini ukija huu mstari wa pili unamtaja kuhani mkuu peke yake. Msema Kutoka 29 mstari wa 5 na wa 6 imeandikwa hivi: kisha toa hayo mavazi na kumvika Haruni, huyu kuhani mkuu, itie kanzu na joho ya naivera na kifuniko cha kifuani, na kumkaza kwa huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi, nawe umvike kile kilemba kichwani, na ile taji takatifu utaitia katika kile kilemba. Sijui haya ndo mavazi kama ya maaskofu wetu, sijui haya yenye ile ambayo yana taji. Kwa hiyo haya ni mavazi ya kuhani mkuu. Lakini kwenye Kutoka sura ya 29, kitabu cha Kutoka sura ya 29 mstari wa 8 na wa 9 ametaja mavazi ya hawa makuhani wengine. Anasema kisha walete hao wanawe na kuwavika kanzu, nawe uwakaze mishipi Haruni na wanawe na kuwavika kofia. Pale juu ametaja kilemba, lakini hapa anataja kofia. Nao watakuwa na huo ukuhani wa amri ya milele,
nawe utawaweka Haruni na wanawe kwa kazi takatifu. Kuna mavazi matakatifu na kazi takatifu. Unaona kwamba kwenye hiyo Kutoka sura ya 29 mstari wa 5 na wa 6 ametaja kilemba, lakini ametaja na kofia. Kwa hiyo kuna mavazi mawili yanatajwa hapa. Mpendwa, katika Agano la Kale yametajwa hasa zaidi mavazi ya watumishi au makuhani wa kiume tu. Kwa nini ni hivi? Wala haijasema chochote kuhusu mavazi ya wanawake. Makuhani wa kike haijasemwa kuhusu hao. Hii ni kwa sababu hapakuwa na watumishi au makuhani wanawake kwa wakati huo. Walikuwa ni wanaume tu waliohusika na hiyo kazi takatifu ya ukuhani ya pale madhabahuni. Lakini ni miaka michache tu iliyopita hapa tumepata hii nafasi. Hata mimi mwenzako ni mmoja wapo. Tumeipata siku chache. Hata hivyo, miaka michache tu iliyopita, hata hivyo, sio makanisa yote wamekubali. Mpaka sasa kuna makanisa mengine bado hawajakubali huduma ya mchungaji mwanamke. Sasa hapa kwa sababu hapakuwepo wa makuhani wa kike, yalitajwa tu mavazi ya makuhani wa kiume. Na tafakari juu ya mavazi hayo na kuona jinsi ambavyo Mungu aliagiza mavazi ya kusitiri wanaume kwa viwango vya juu sana namna hiyo. Sijui kama pangekuwepo makuhani wa kike mavazi yao yangekuwaje. Hata mwenzangu naweza kutafakari. Kama hayo niliyoyasoma hapo ni ya wa kiume, wangekuwa wapo wa kike, hawa sijui angeagiza nini. Bila shaka yangekuwa ya kusitiri zaidi kupita hao makuhani wanaume. Bila shaka yangezidi. Kwa sababu ya vile ambavyo tumesoma hata mwanzo alitutofautishia mavazi yetu. Katika Agano Jipya Mtume Paulo anasema kidogo juu ya mavazi ya watumishi wanawake, mtumishi mwanamke, hasa amezungumzia juu ya kichwa cha mtumishi mwanamke. Katika barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 mstari wa 4 mpaka wa 6. Waraka wa kwanza kwa Wakorinto 11 mstari wa 4 mpaka wa 6 imeandikwa hivi: kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye amefunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Mstari wa 6 tunasema, kwa maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu kwake kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Unasikia hayo? Anasema mwanamke anapohutubu. Kuhutubu ni kuhubiri. Labda hapa pia inaingia kufundisha. Anaposimama kwenye huduma yake huyu mwanamke kuhubiri au kufundisha, lakini anapokuwa katika kusali, labda ni peke yake yuko kwenye sala kusali, manake katika huduma ya kiibada, anapokuwa kwenye ibada anatakiwa afunike kichwa. Lakini kwenye Wakorinto wa kwanza sura hiyo ya 11 mstari wa 13 ni kama swali, anauliza Mtume Paulo kwamba je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunikwa kichwa? Anauliza swali, inapendeza amwombe Mungu asipofunika kichwa? Swali la wazi kabisa. Lakini kwenye hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya 11 penye ule mstari wa 10 ameandika hivi: kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Nataka kusema mwanamke hapo ni kama anagusia hata mwanamke yeyote mcha Mungu, kwamba anatakiwa huyu mwanamke mcha Mungu awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika, maana yake afunikwe. Kwa hiyo kwa maana ya Mtume Paulo, kumbe mwanamke anapoomba
au anapohudumu akiwa kwenye huduma yake. Huyu ni mzee wa kanisa, yuko kwenye huduma. Yaani huduma yoyote ile, ukiwa kwenye utumishi katika ibada, kwa mambo ya kiibada, anataka Mtume Paulo kwamba wanawake tufunike vichwa vyetu. Sasa swali ni hivi, tufunike na nini? Tufunike na nini? Tufunike na wigi? Tufunike na rasta? Tufunike na kilemba? Tufunike na kofia? Tufunike na nini? Hapa Paulo anasema tu afunikwe. Afunikwe na nini? Labda jibu la swali hili tunaweza kulipata kwenye mavazi ya makuhani wanaume pale. Alitaja habari ya kufunika kichwa pia. Mungu alisema juu ya kilemba na kofia, tena vilivyotengenezwa kwa ustadi. Amevisemea vimetengenezwa kwa ustadi kabisa. Nilikusomea ile mistari ya nyuma, Kutoka sura 29, ule mstari wa 5 mpaka wa 6 na mstari wa 8 mpaka wa 9, mavazi yale ya kuhani wa kiume na mavazi ya kuhani mkuu, halafu na mavazi ya wale wana wa yule Haruni, makuhani wale wengine, kwamba waliambiwa wafunike kwa kofia na kwa kilemba. Imetajwa kofia, imetajwa kilemba. Kasome tena vizuri ikitaka hiyo Kutoka sura ya 29 ile kwenye mstari wa 5 mpaka wa 6, lakini wametaja pia mstari wa 8 mpaka wa 9. Wamerudia tena kufafanua vizuri, iko wazi kabisa pale. Kwa hiyo swali ni hivi, natafakari kwamba kuna kitu kingine nikihusisha hivyo ya kufunika, kwamba tufunike kichwa, ninahusisha na jambo la kawaida kabisa hapa duniani tunapokaa. Huwa naangalia mahali pa vyakula. Ukienda hotelini, ukienda kwenye buffet huko wanakohudumia, hata kwenye mikusanyiko yetu mbalimbali, kwa wale walio maridadi na kazi yao, wahudumu wa chakula wale, mahali pa chakula, wanaohudumu huwa wanavaa kofia au kilemba ili kuleta usafi wa kile chakula. Swali langu kubwa huwa najiuliza, je, hivi ipi huduma inayohitaji utakatifu na utunzwaji kati ya chakula cha mwili cha kidunia tunachokipata hotelini, huko kwenye mabufea mikusanyiko, huko tunapokula vyakula huko, na ukilinganisha na chakula cha kiroho, huduma tunayotoa sisi wachungaji, tunaolisha neno la Mungu na tunapohudumu huduma za sakramenti. Tunashika chakula cha Bwana, tunashirikisha divai, tunashirikisha mikate. Ipi huduma takatifu inayohitaji usafi wa viwango vya juu? Je, ni wapi mahali pa heshima panapohitaji usafi zaidi kati ya huduma ya chakula cha Bwana na huduma ya sakramenti na neno kanisani pa Bwana na huku kwenye chakula cha kawaida? Natafakari kuhusu mwanamke zaidi, kwa sababu mara nyingi sisi wanawake ndo tunakuwa na nywele ndefu, lakini wenzetu wanaume mara nyingi wananyoa nywele, na wengine wananyoa hadi vipara kabisa. Lakini je, kama sisi wanawake tunashirikisha chakula cha Bwana, tumevaa mawigi au nywele, wigi zinaning'inia hivi, na marasta yananing'inia hivi, huku tumeshika meza ya Bwana tunashirikisha watu, je, hii inakaa vizuri? Lakini Mungu aliagiza kwamba tufunike vichwa. Tufunike vichwa. Na pale ujue ameandika wakati Agano la Kale imeandikwa kabla hatujapewa huduma. Na hata kwenye Agano Jipya Mtume Paulo anapoandika linapoandikwa hili kwamba mwanamke afunikwe kichwa, alikuwa bado hajaruhusu sisi watumishi wa kike kusimama madhabahuni, maana yeye mwenyewe Paulo anasema simpi mwanamke ruhusa ya kuhubiri. Lakini ni neema, haleluya, asante Mungu, sasa tumepewa kufanya hivi. Sasa tunahudumu. Sasa ninajiuliza na kuangalia kwamba hata kwa usafi wa kawaida tu, nadhani tulitakiwa wachungaji wa kike kufunikwa vichwa vyetu tunapohudumu madhabahuni pa Mungu. Hasa tunaposhirikisha meza ya Bwana, chakula cha Bwana. Lakini Mtume Paulo ameagiza tunapoomba, tunapohudumu ibada, tunapokuwa kwenye huduma yetu, tufunikwe vichwa vyetu. Unakuta kwenye vile vyakula vya kawaida, saa zingine hadi wanaume, sio saa zingine tu, kule hata wanaume wanafunikwa kichwa.
Lakini kwetu kanisani, labda kama hapa alipoandika kwa Wakorinto Wakorinto wa kwanza sura ya 11 huo mstari wa 4 na wa 6, Mtume Paulo mwenyewe anasema mwanaume anapohutubu asifunike kichwa. Hapa ameruhusu, tuna vifungu vinalinda wenzetu wanaume, lakini sisi wanawake hapo ndo ametia mkazo tufunike vichwa vyetu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tufikirie sana. Unakuta wanaoshirikisha chakula huko mahotelini hadi wanaume wamefunikwa vichwa, wamefunikwa ili kusiwe na shida kwenye kile chakula ambacho mteja anakula. Ukiona hawafuniki, hao wako na matatizo yao tu, hawajali huduma yao, lakini wengi wanajitahidi sana, wako nadhifu. Kwa kweli, kwa hapo, wapendwa wachungaji wenzangu, watu wanaoshirikisha chakula cha dunia wametupita mbali sisi wachungaji wa kike. Tujiangalie tunaposhika vyakula vitakatifu, sakramenti, hatujafunika vichwa vyetu. Wenzetu huko duniani wanafunika vichwa vyao. Hata wanaohudumia, tukitoka tu tumemaliza ibada, unaenda huko kwenye buffet, huko kwenye mikusanyiko hii mikubwa, wale wa kule nje wamefunika vichwa vyao. Lakini sisi tulikuwa ibadani tumeweka vichwa vyetu wazi, au tumevaa mawigi, au tumeweka hayo malasta, au tumeacha tu vichwa vyetu wazi na nywele tu, lakini tunashirikisha chakula kitakatifu. Nitamaliza kipengele cha kingine katika kipindi kinachofuata. Nitazungumzia nguvu iliyoko katika mavazi ya mtu wa Mungu kwenye kipengele kinachofuata. Kwa hapa nilipoishia, napenda mtu wa Mungu, hebu kama umeelewa, umetambua tangu vazi ambalo Mungu alitupa akatutofautisha na ile nguo ya majani. Sasa umeelewa, na pengine umekuwa wewe mwenyewe ukitumia mavazi kama hayo, lakini saa zingine umeacha haya yanatendeka katika familia. Hatusemi yatakuwa 100%. Sisi tunawe mikono. Watatupinga, watakataa, iwe nitoka kwenye familia yetu. Unaweza kaona umesema na watoto hawakusikii, lakini wewe uwe umesema na mke wako hasikii, wewe umesema. Maana sasa tumeanza kwenye familia zetu, lakini unaenda mpaka huko duniani. Nyumba ya wewe Mkristo, unakueje? Labda mwenyewe unafanya, labda familia yako. Na sisi watumishi wa Mungu huko makanisani kwetu, umeelewa? Anza wewe mwenyewe. Tubadilike wapendwa, tubadilike, tuchukue hatua. Mwenzako, nimeamua kuchukua hatua. Kama nilivyoanza na utangulizi wangu, kama Mtume Paulo anasema, sijidhani kwamba nimefika, ila ninatenda neno moja, nikisahau ya nyuma na kuyachuchumilia ya mbele. Tuchukue hatua. Halafu kama unaona hivyo, basi badilika. Halafu ungana na mimi, tuambie wengine ambao hawajui habari hizi wabadilike. Sasa ungana nami basi, niombe kwa ajili yako, nikuongoze sala ya toba ili uanze kwa upya. Hebu hapo ulipotulia, omba nami hivi, nifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu unanipenda. Umesema nami juu ya mavazi. Asante kwa mavazi ya heshima na ya kusitiri uliotupa tangu ulipomfanyia Adamu katika bustani ya Edeni. Na mimi ninatambua kwamba nimekosa saa zingine nikajichukulia nguo zilizoshonwa kwa majani, maana thamani yake ililingana na nguo, haikuwa ya mavazi uliyoyafanya Mungu. Baba, kwa neno hili nilojifunza, ninakuja mbele zako. Ninaomba unisamehe tangu sasa, nitakase kwa damu yako. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Tangu sasa ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Najitoa kwako Yesu, ili nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu katika upya wa maisha yangu mpaka nitakapokufa. Na kuomba Bwana Yesu unisikie. Anza nami kwa upya, nivalishe mavazi ya heshima,
nipambe kwa mapambo ya rohoni, nipe mavazi ya kusitiri, nifundishe, nielekeze mavazi yanayofaa yenye kunisitiri, na uniongoze kuwa shuhuda, niwashuhudie wengine. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako. Naomba Roho Mtakatifu aingie moyoni mwangu, anisaidie kubadilika, anifundishe kuwa kielelezo, katika jina la Yesu Kristo ninaomba hivi, amen.